Naam, mtazamaji, imesalia miaka miwili tu taifa la Kenya kuweza kufanya uchaguzi tena wa kuweza kuwateua viongozi wengine ambao wataweza kuongoza taifa la Kenya. Hii inamaanisha kwamba mwaka wa 2027 hauko mbali, na maswali ambayo wengi wa Kenya wanajiuliza, je, IEBC wamejipanga vipi? Mtazamaji, kuna sakata na kuna madai ambayo yameweza kuibuliwa na ni madai ambayo ya kushtua sana kuhusiana na uhalali na uadilifu katika tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, nazungumzia IEBC. Na kulingana na taarifa ambazo tumeweza kufuatilia kwa karibu sana, ni kwamba shughuli ya kuweza kuwahoji wale ambao wataweza kuchukua nafasi ikiwemo nafasi ya mwenyekiti wa IEBC na pia makamishna wa IEBC imekuwa ikiendelea, ambapo kuna wale ambao walikuwa wanahojiwa, lakini sasa kuna madai ambayo yameweza kuibuliwa, ni madai ya kuweza kuhusunisha na ni ya kushangaza wa Kenya, ambapo majina ya watu 6 yaliweza kupenyezwa kwa njia ya kichini chini, ambapo wengi wa Kenya wamejiuliza maswali chungu nzima. Wanasema kwamba majina haya yametokea wapi, ambapo wa Kenya wanasema kwamba lazima tukuwe na uwazi na uadilifu katika tume hiyo ya uchaguzi na mipaka IEBC. Na inasemekana kwamba sasa kuna majina 6 ya Wakenya ambayo iliweza kuwasilishwa kuweza kuhojiwa tena, na hapo awali ni kwamba majina ya watu 105 yalikuwa yamewasilishwa kwenye orodha ya hapo awali, lakini baadaye imebainika wazi kwamba kuna majina mengine ya watu 6 ambayo yaliweza kuwasilishwa, na kulingana taarifa za kuaminika ni kwamba majina hayo ni pamoja na Hassan Nur Hassan, akiwemo pia Jibur Mali Mohamed, Michael Ben, Charles Kibiegon na Steven Kibet, bila kusahau Joel Mwita. Hayo ni majina ambayo yameweza kupenyezwa kwenye tume ya IEBC kwa njia ambayo haieleweki pale, na wengi wa Kenya wanatoa wasiwasi wao wakisema kwamba huenda mambo si mazuri tena, na ambapo Wakenya walikuwa wanafikiria kwamba IEBC huenda ingeweza kuokolea vizuri ili kuweza kuteua viongozi ambao ni wa maana, lakini sasa IEBC yenyewe inaonekana kukumbwa na changamoto chungu nzima. Kumbuka kwamba bunge la kitaifa liliweza kuongeza muda wa ile ambayo ni panel ama ile ambayo ni kamati maalum ya kuweza kuwahoji wale ambao wataweza kuchukua nafasi hizo, lakini sasa imebainika wazi kwamba kuna mchezo unachezwa mahali. Mtazamaji, kwa maoni yako nafikiria kwamba, je, unaamini IEBC ama unafikiria kwamba kuna mchezo bado unachezwa mahali? Na haya majina 6 yalitoka wapi na mbona yakawekwa pale wakati ambapo sasa bunge la kitaifa limeweza kuongeza tena muda wa siku 14 watu wengine kuweza kuhojiwa?